Mimi naitwa Tony, mume wa Gina. Wendy akashtuka. Mwamba akamwambia bila shaka hatakuwa hajakwambia, na kumwambia Gina, nataka tuonane leo saa 2 usiku katika hoteli ya C Hotel. Kama una vitu vya kufanya, fanya kabisa. Sitaki unipotezee muda. Unajua nini kitachotokea. Kisha Mwamba akaondoka zake. Movie inaanza. Huyu Mwamba anaitwa Wendy, yupo na dereva wake hapa wakielekea nyumbani baada ya kutoka klabu. Wakiwa kwenye gari, Wendy anamwambia dereva wake yule mwanamke aliyekutana naye klabu ameumbika ile kinoma noma. Ndio maana yeye amechagua kubadilisha wanawake kila kukicha na hana mpango wa kuoa. Hapa anamwambia ushakuwa mkubwa sasa, punguza kulewa, anatafuta mwanamke mmoja utayemuoa. Wendy anamwambia mimi siwezi kuoa, hao wanawake wanatakiwa tumike ipasavyo. Mungu kanibariki kwa babu, hivyo natakiwa niwapelekee moto tu. Hapa anampatia maji anywe apunguze pombe. Wendy akawa anatoa kichwa nje ya dirisha la gari akifurahia maisha. Kikweli Wendy ana tatizo lililomwasili kichwani, ndio maana ameamua kuzaa na wanawake na kuwahudumia kwa kila kitu, ila swala la kuoa ndio hataki. Nini ambacho kimepelekea Wendy kukataa kuoa? Tuendelee kuitazama hii movie mwanzo mpaka mwisho, tutajua nini tatizo. Asubuhi dereva wake hapa anampitia Wendy waende kazini, anakutana na viatu, mkoba wa kike. Ina maana Wendy kaleta mwanamke asubuhi. Mlizi akaingia na kumwambia hapa nje kuna mwanamke anasema anaitwa Gina, ni mgeni wa Wendy. Hapa akawa anamlaumu Wendy, ndani ana msichana na amemleta msichana mwingine. Tabia yake ya kubadilisha wasichana atacha lini? Ikabidi hapa aende getini akamsikiliza huyo msichana ana shida gani. Alipofika getini akamuuliza una shida gani? Gina akajitambulisha kisha akamwambia ana shida na Wendy. Hapa akamuuliza kama ana miadi naye, akasema hapana. Hapa akakataa kumfungulia geti. Gina akamsisitiza amwambie Gina ana shida naye, ni jirani yake alipokuwa anaishi zamani. Ndipo hapa akaamua kufungulia geti. Gina alikuja na begi kabisa, ina maana si mgeni wa siku moja. Hapa akaenda mpaka juu kwenye chumba cha Wendy. Kumbe Wendy yuko na msichana ndio anataka kuondomola. Mara akasikia mlango unagongwa. Hapa akamwambia kuna kikao asubuhi ya leo. Akamjibu najua. Hapa akamwambia pia kuna mgeni anataka kukuona. Wendy akakataa kwamba hataki mgeni yoyote. Hapa akamwambia kasitiza ni kuambia anaitwa Gina. Baada ya kusikia jina hilo akamwambia subiri nakuja, na kumwacha mrembo kitandani na kushuka chini ili kuongea na Gina. Wendy alipomwona Gina akasurprise. Gina akamwambia samahani kwa kutotoa taarifa, nilipoteza namba yako. Wendy akamwambia Gina kae ili amsikilize Gina nini kilimleta kwake. Gina akampa pole na samahani kwa kutohudhuria mazishi ya baba yake. Wendy akamuuliza kuhusu familia yake, akamwambia wazazi wangu pia walifariki kwa ajali ya gari. Wendy akashangaa na kumpa pole pia. Gina akamwambia unakumbuka mara ya mwisho uliniambia kama nikija huku ukiwa na shida yoyote utaweza kunisaidia? Wendy akasema ndiyo bila shaka. Gina akamwambia nahitaji msaada wako. Wendy akamuuliza kwenye kampuni yangu si ndio? Gina akamwambia hapana, nahitaji kufanya kazi za ndani tu. Wendy akamwambia najua una degree holder, vipi ufanye kazi za ndani na kuna nafasi kwenye kampuni yangu? Gina akasitiza ampatie kazi ya kufanya kama mfanyakazi wa ndani sababu anapenda kupika. Wendy akampatia kazi na kupiga story kidogo, kisha akarudi chumbani kwake na kumwambia yule msichana asepe, atamtafuta siku nyingine na kumpatia pesa na kumwambia dereva wake amrudishe. Hapa akamuuliza yule msichana kafuata nini huku? Akamwambia nimempatia kazi. Hapa akamwambia mbona hakuna haja ya kuwa na mfanyakazi? Wendy akamwambia yule ni rafiki yangu wa utotoni na ninamheshimu, hivyo sio kama wanawake wengine. Huku Gina akiwa chumbani kwake anampigia rafiki yake na kumwambia amepata kazi na yuko salama. Rafiki yake akamuuliza je, umemwambia kila kitu kuhusu wewe? Gina akasema hapana, nimemwambia kuhusiana na ajali ya wazazi wangu na mambo mengine kwa uchache. Rafiki yake akamuuliza je, kuhusu Tony umemwambia? Akamwambia hapana, sitaki ajue chochote kuhusu Tony. Mara ghafla Wendy akagonga hodi na kuingia ndani. Akamwambia nimekuja kukuona kama uko sawa, lakini pia ukihitaji chochote nipo chumba cha pili, unaweza kunigongea mlango na nikakusaidia. Pia akamsisitiza afikirie mara mbili juu ya kazi. Gina akasisitiza kuwa hahitaji kazi nyingine zaidi ya kuwa mhudumu wa ndani. Wendy akamwacha na kurudi chumbani kwake. Asubuhi Gina asikia kelele watu sebuleni wakigombana. Aliposhuka chini akakuta wanawake wawili wakigombana wakitaka kupigana. Wakati huo Wendy katulia kwenye sofa anachezea simu tu. Alipomwona Gina akanyanyuka na kumfuata, akamuuliza kama amelala poa. Akamjibu ndio. Mwanamke mmoja akamuuliza Wendy, kwa hiyo huyo mwanamke ndio anafanya unataka si tuondoke? Wendy akamwambia huyu hawahusu. Mwingine akamuuliza na huyu ana mimba yako? Gina akasema hapana, sina mimba. Wendy akamwambia Gina hawa ni mama wa watoto zangu. Gina akamuuliza huwa anakuja mara ngapi hapa? Akamwambia kwa mwezi ni mara moja au mara mbili kwa ajili ya matumizi ya mtoto, wakati mwingine ni dharura tu. Gina akamuuliza unawezaje kuamudu wanawake wote wawili? Wendy akamwambia usijali jua hilo, na kwamba kaa nao, najaribu kuwatuliza na waondoke, mimi naelekea chumbani. Gina akasogelea na kujitambulisha kwamba yeye ni mhudumu pale na alikuwa jirani yake, hivyo ni kama familia. Wote wakakaa wakifurahi kukutana na familia. Gina akarudia kujitambulisha, kila mmoja akasimama na kutaka
akataka kujitambulisha. Mimi naitwa Tresha, mama wa mtoto wa kiume. Mimi naitwa Monica, mama wa mtoto wake mzuri wa kike. Kila mmoja akawa anamsifia mtoto wake alivyokuwa mzuri. Monica akaona hapa tutakesha, akachukua simu yake na kumsogelea Gina na kumwonyesha mtoto wake wa kike aliyezaa na Wendy. Kisha akaona usinitanie, naye akafungua pochi yake na kutoa simu na kumwonyesha Gina mtoto wake wa kiume anavyofanana na Wendy. Baadaye Wendy akashuka chini na kumuuliza washaondoka? Gina akamjibu ndio wameondoka, nimewashauri waje siku nyingine. Akamwambia utamwambia dereva akupeleke shopping. Kisha Wendy akamwaga na kuondoka. Alivyokuwa anamwangalia, Wendy akamuuliza mbona unaniangalia hivyo? Kama kuna kitu unataka kuniuliza. Gina akamuuliza tena unawezaje kuwaenda wasichana wawili? Akamwambia ni kawaida tu, ni mama watoto wangu, hivyo ni lazima niwahudumie. Gina akamuuliza kwa nini usichague mmoja na ukamuoa? Wendy akamwambia sitomuoa yoyote. Gina akamwambia nahisi kati ya hao kuna uliyevutiwa naye. Akamwambia hapana, ila kwa sasa sina mpango wa kuoa na sitarajii kuoa. Kwa nini? Ipo siku nitakwambia. Akatoa kadi na kumpatia Gina na kumwambia nunua chochote unachotaka. Wakati anataka kuondoka akamuuliza password, jina lako la kuzaliwa, ina maana mpaka leo hujabadilisha tu? Akamjibu ndio na kuondoka zake. Gina alipotoka sokoni na kupeleka baadhi ya vitu jikoni, akasikia mlango unagongwa. Akaenda kufungua, alipofungua akatokea rafiki yake Wendy na kuanza kumsogelea na kumwambia atampa pesa yoyote anayotaka ili mradi alale na yeye. Gina akamwambia mimi sio mwanamke wa design hiyo. Mara Wendy naye akaingia akamkuta rafiki yake akiongea na Gina. Wendy akamuuliza Gina, vipi siku yako ya kwanza kwenda shopping? Akasema imekuwa nzuri na kuambia yeye atakuwa jikoni akiwaandalia msosi. Baada ya Gina kuondoka, Wendy akamshtua mshikaji wake, maana alikuwa anamkodolea macho sana Gina na kumwambia hapa kuna mipaka. Rafiki yake akamwambia kwa nini? Wakati unajua sisi huwa tunashare wanawake. Wendy akamwambia lakini sio huyu. Rafiki yake akamwambia wanawake wote ni sawa. Wendy akamkazia rafiki yake na kumwambia awe makini na macho yake na mikono yake kwa Gina. Asubuhi Gina akawa anampelekea suti Wendy, huku Wendy akiongea na simu juu ya issue ya kununua kampuni nyingine. Kukawa hakuna mabishano hivi. Baada ya kumaliza kuongea na simu, Gina akamwomba amfanyie kitu Wendy. Akamwambia vuta hewa juu na uishushe taratibu ili aondokane na stress. Wendy akafanya kama alivyoambiwa na Gina. Gina akamvisha koti Wendy na kuhakikisha Wendy anakuwa poa na anaenda kazini akiwa salama. Wendy akamuuliza Gina, kwa nini ulikataa nisikuoe nilipokuambia? Gina akamwambia wakati huo ulikuwa na miaka 18. Ungewezaje kunioa? Akamwambia lakini sasa tungekuwa na anniversary ya miaka kadhaa hivi. Wendy akamuuliza umevaaje hivyo? Kwani nimevaaje? Ungeacha wazi vifungo kidogo nione utamu. Gina akamwambia hivyo ndivyo unapoambia wanawake zako, si ndio? Akamkabidhi mkoba na simu na kuondoka zake. Wakiwa kwenye gari, dereva wake anamwambia umebadilika sana Wendy, toka huyu mwanamke haje kwenye nyumba yako umekuwa umebadilika sana. Uendi klabu, ubadilishi wanawake na unakuwa busy na kazi. Wendy akamwambia huyu mwanamke namheshimu sana na sitaki ajue zaidi maisha yangu. Dereva akamwambia Gina ni mwanamke unayefaa kumuoa, ni mtulivu, mchangamfu na hana maisha ya starehe kama wanawake wengine. Wendy akamwambia mimi nilishakwambia simwamini mwanamke yoyote na sitooa. Baadaye mama watoto wa Wendy wakaenda mpaka nyumbani kwa Wendy, na walipomkuta Gina kila mmoja akawa anamshawishi Gina amshawishi Wendy ili aweze kuolewa naye. Gina akasema haina haja ya kunipa chochote, Wendy ataporudi nitamshawishi. Usiku hapo mezani Gina na Wendy, Gina akamwambia kwamba wake zako leo walikuja, kila mmoja akimshawishi umuoe, hivyo ningependa kukuuliza kati ya wale wawili ungependa kumuoa nani? Wendy akamwambia mtu ninayetaka kumuoa ni wewe uliokaa mbele yangu. Gina akawa anaona kama utani, maana mapenzi yao yalikuwa zamani. Usiku akaingia chumbani kwa Gina akamkuta kavaa earphone akijitingisha tingisha. Wendy akamwangalia. Gina alipostuka kama kuna mtu, Wendy akamwambia nimegonga mlango nikaona kimya ndio maana nikaingia, ila nitakuwa hapo sebleni. Je, ungependa tuangalie movie pamoja? Gina akamuuliza kwa leo utoki? Akamwambia stoki. Gina akamkubalia, wakawa wanaangalia movie. Muda wote Wendy anamwangalia Gina tu. Gina anamuuliza kwa nini unaniangalia mimi badala ya kuangalia movie? Akamwambia kuna vitu vizuri na viangalia kutoka kwako. Ukaribu kaongezeka siku hadi siku. Wendy akaendelea kumbembeleza amkubalie. Wakati hapo mezani wanakula pamoja na rafiki yake Wendy, rafiki yake Wendy akawa anampapasa Gina kwa miguu yake kwa chini. Gina akakasirika, lakini akashindwa kumwambia Wendy wasije wakagombana na rafiki yake ndiyo mwenye share kubwa kwenye kampuni yao. Jumamosi Wendy akiwa nyumbani akapigiwa simu na dereva wake akamwambia maombi tuliyoyatuma yamepokelewa, hivyo inabidi tusafiri tukaonane nao. Aliposhuka chini Wendy akamkuta Gina yupo na hapa anakula. Baada hapa kunyanyuka, Wendy akamuuliza Gina, mbona unihagi? Unipi hagi wala kunipa busu la kwaheri, ila naamini ipo siku tutakuwa pamoja. Akaondoka zake akimwacha Gina akimtazama kwa tabasamu. Akiwa njiani rafiki yake Rali akampigia simu na kumuuliza kama yuko nyumbani. Wendy akamwambia amepata dharura, anamkutana na wafanyabiashara, kwa hiyo yuko njiani kuelekea Abuja, hivyo akirudi atamshtua. Baada ya kukata simu, dereva wake hapa akamwambia Wendy, huyu rafiki yako ujue sio mtu mzuri. Rafiki yake Wendy baada ya kujua Wendy hayuko nyumbani akaenda mpaka nyumbani kwake na kugonga odi na kuingia chumbani kwa Gina. Gina anamuuliza umefuata nini? Rali anamwambia najua
najua unajua nilichokifuata, huku akimsogelea Gina kutaka kumfanyia unyankusi, akamtupia kitandani. Huko Wendy anafoka kupigiwa simu na kuambia flight imesogezwa mbele, itaondoka saa 12 jioni, hivyo wanaomba samahani kwa usumbufu. Ikabidi wageuze na kurudi nyumbani. Walipofika nyumbani wakasikia Gina akipiga kelele, ikabidi waende juu haraka na kumkuta Lali akitaka kumbaka Gina. Wendy akampiga rafiki yake sana kwa upuuzi aliofanya, kisha akawapigia simu polisi wakaja kumkamata. Wendy akawa chumbani akawa anawaza jinsi rafiki yake alivyotaka kumfanyia unyama Gina. Hapa akaja akamwambia boss, nimepata tiketi ya ndege nyingine, tunaweza tukawahi. Wendy akasema hapana, siwezi kuondoka na kumwacha Gina yuko peke yake. Hapa anamuuliza boss, uko sawa kweli? Anamwambia niko sawa. Asubuhi Wendy akamfuata Gina na kumsalimia, akamwambia yuko sawa. Wendy akamwambia na mimi niko sawa. Wendy akasisitiza unapaswa kumuona daktari, uenda utakuwa na bleed kwa ndani. Gina akamwambia haina shida, niko sawa. Wakati wote huo wanaongea, Wendy anashindwa kumwangalia usoni Gina kutokana na unyama aliofanya rafiki yake na kuamua kuondoka zake. Usiku Gina yupo sebleni na Wendy akawa anaingia na kupitiliza chumbani bila ya kumsalimia Gina. Gina akamwambia naomba unisubiri. Akamuuliza una matatizo gani? Mbona umebadilika? Au unanikwepa? Hapana, sikukwepi. Mbona toka asubuhi hutaki kuniangalia usoni wala kuwa karibu na mimi kama ilivyokuwa siku zote? Wendy akasema kiukweli naona aibu kitendo alichotaka kufanya rafiki yangu. Watu wengi walinionya kuwa rafiki yangu sio mtu mzuri, lakini nikapuuzia, hivyo nashindwa hata kukuangalia usoni. Gina akamwambia we ni mtu mzuri na kujua uwezi kumtendea unyama mwanamke, ndio maana unasikia uchungu. Mimi nimekusamehe na haukuwa na haja ya kuomba msamaha. Gina akamwangalia kwa macho ya kuutaka. Wendy naye akajiongeza, akamkumbatia kwa mahaba, akapata nafasi ya kumpiga busu, tena busu zito, na mapenzi yao yakaanzia hapo. Wakiwa kitandani, Gina akamuuliza kwa nini hutaki kuoa? Wendy akamwambia wakati nipo kijana mdogo nilishuhudia mama yangu akimchiti baba yangu. Aliolewa kwa sababu ya pesa, ikafika hatua analeta mwanaume paka ndani. Familia na marafiki walimuonya baba yangu aachane naye, lakini alikataa kwa sababu alimpenda sana mama yangu na aliamini ipo siku atabadilika. Siku moja nilishuhudia baba yangu akimsubiri getini usiku mzima, wakati mama yeye anakula bata na marafiki zake wa kike pamoja na wa kiume, mpaka baba alipofariki. Toka hapo nikaapa kutomheshimu mwanamke yoyote wala kumpa nguvu yoyote mbele yangu, na nikaapa sitokuja kuoa kwa sababu wanawake wote ni waongo, hawana mapenzi ya kweli. Mapenzi ni upumbavu. Mapenzi yanaumiza, mapenzi yanaleta chuki. Gina akamwambia mapenzi ni matamu, mapenzi hayaumizi kama ukimpata mtu sahihi kwenye maisha yako kama mimi nilivyokupata wewe, na kumpiga bonge la kiss. Wendy naye akamwongeza kiss. Gina akataka kulala. Wendy akamwambia bado, nipe na vingine. Akampandia kwa juu. Baada ya siku kadhaa kupita, mapenzi yamenoga. Gina akamletea juisi mpenzi wake. Alipokaa akamwambia kuna kitu nataka nikuambie. Mlinzi akatokea na kumwambia kuna mgeni hapa anataka kuwaona. Gina akauliza mgeni wa nani? Mwamba akaingia akamwambia hai Gina, ni muda mrefu hatujaonana, bila shaka utakuwa Wendy. Mimi naitwa Tony, mume wa Gina. Wendy akashtuka. Mwamba akamwambia bila shaka hatakuwa hajakwambia, na kumwambia Gina nataka tuonane leo saa 2 usiku katika hoteli ya C Hotel. Kama una vitu vya kufanya fanya kabisa, sitaki unipotezee muda, unajua nini kitachotokea. Kisha Mwamba akaondoka zake. Wendy anamwangalia Gina amini alichosikia. Gina akamwambia Wendy naomba nikuelezee, huku anaema juu. Wendy akaamua kuondoka, Gina akaamua kumfuata. Walipofika juu, Gina akasisitiza naomba nikuelezee. Wendy aamini anajuta kwa nini kaamua kumwamini Gina. Akamuuliza je, ni kweli umeolewa na yule mwanaume? Akamwambia ndio tumeoana, lakini sio wapenzi. Kwa hiyo ushapewa talaka? Ngoja nikuambie kitu, nijibu swali, umepewa talaka? Subiri nikuelezee. Na kuuliza mara ya mwisho, amekuoa? Amekuoa hajakuoa? Amekuvisha pete hajakuvisha pete? Wendy akawaka, akataka kumpiga paka makofi. Gina akajibu ndio, ila nimeomba talaka lakini kakataa kutoa. Kesi yetu ipo mahakamani. Alitaka kuniua, ndio maana nataka nitoke kwenye maisha yake. Wendy akamuuliza una matatizo gani wewe? Nilishakwambia sitaki kuwa na mke wa mtu, sitaki kupitia kama alivyopitia baba yangu. Gina akamwambia mimi sijaolewa, ndio maana siku zote nilikuwa na kukatalia kwa sababu ya hili kovu. Gina akamwonyesha Wendy kovu. Alitaka kuniua, ndio maana nikakimbia. Nilitaka kuambia hili leo lakini ikashindikana. Nisamehe kwa hilo. Wazazi wangu walipitia kipindi kigumu, hivyo walikopa pesa kwake na walishindwa kulipa, hivyo nikatumika mimi kuolewa naye ili wazazi wangu wasisumbuliwe. Naomba unisamehe sana Wendy. Usiku Wendy akaenda hoteli aliyofikia Tony na kugonga hodi. Alipofungua akamtia kitasa na kuwaka, unawezaje kumpiga mwanamke kama vile? Kwa nini unakuwa mnyama? Mwamba akamwambia yule ni mke wangu na haki zote za kumpiga. Wendy akakasirika, akataka kumpiga tena. Mwamba akasema anamdai pesa zangu, akitaka nilipe ndiyo nikatoe taraka. Akamuuliza shingapi? Milioni 10. Wendy akamwambia nitakupatia milioni 20, naomba umpe taraka. Mwamba akamwambia nipatie milioni 30
nitatoa talaka kwa huyo malaya. Wendy akakasirika akamwambia, usimwite tena jina hilo, nitakuharibu. Baada ya Wendy kutoka, dereva wake akamwambia, tunaye mwanasheria, tutaingia mkataba na tutakuingizia pesa yako, na hatutotaka kuona unamsumbua tena wala kuwa naye karibu, na tumerekodi haya mazungumzo kama ushahidi. Ukijaribu kumsumbua utaishia jela. Toka siku hiyo Wendy hakutaka kuonana na Gina. Gina kila kimpigia simu Wendy hapokei. Dereva wake akamwambia, mbona upokee simu zaidi ya lisaa sasa? Gina anapiga simu hutaki kupokea, kwa nini? Au kwa sababu alikuficha kuwa aliolewa? Wendy akasema ndiyo, kama kaficha ndoa ina maana kuna vingi kavificha, na siwezi kuwa na mwanamke asiye mwaminifu, lakini ile ni ndoa ya kitamaduni, haina maana yoyote, na kushauri upokee simu yake, siwezi kuwa na yeye. Sasa kwa nini umemlipia deni ex wako? Nilitaka awe huru na endelee na maisha yake. Dereva akamwambia, unavyofanya sio vizuri, ni bora upokee na kuondoka zake. Gina akampigia simu rafiki yake na kumwambia, Wendy leo ni siku ya 3 hapokee simu yangu wala kujibu SMS zangu. Rafiki yake akamuuliza, kwani yeye sasa anaishi wapi? Nafikiri atakuwa anaishi hotelini. Na vipi Tony amekupigia? Hajanipigia na sitaki kumsikia. Natamani talaka yangu itoke ili niachane na huyu mwanaume. Wendy akaamua kuchukua vitu vyake na kuamua kuondoka nyumbani kwa Wendy na kurudi kwa rafiki yake. Wakati anatoka na Wendy anaingia, akamuuliza, mbona hujanipa taarifa kama unaondoka? Akamwambia, nimekupigia simu zangu na SMS zangu hukutaka kujibu chochote. Gina akamwomba msamaha kwa kutomwambia kwamba aliolewa. Pia ameigiza pa kutosha, na huu ndio muda sahihi wa kwenda kuishi maisha yake aliyoyachagua. Wendy akamwambia, nilikuamini lakini umenivunja moyo. Gina akamwambia, najua, ndio maana nimeamua kuondoka, lakini ungeniambia. Haina haja ya kukwambia, nimefanya ukimbie nyumba yako wewe mwenyewe. Pia nashukuru kwa kila kitu ulichonifanyia nikiwa hapa. Ulinilinda, ulikuwa rafiki yangu, ukanijali, sitosahau wema wako. Wendy akamwambia, ngoja nikuitie dereva akupeleke. Gina akamwambia, nishaagiza taxi. Gina akaondoka zake. Wakati Gina anaondoka, Wendy naye akatoka nje na kumsindikiza kwa macho Gina anavyoondoka. Gina akaamua kuingia TikTok na kujichukua video. Hi guys, my name is Gina. This is your favorite show, What is Cooking. If you are new subscriber, don't forget to subscribe, like and drop a comment. Gina akawa anatoa elimu ya mapishi online, ndio maisha aliyochagua kwa sasa. Wendy akawa anamwangalia TikTok. Dereva akamwambia, umemmisi sana Gina, kwa nini usimpigie simu? Umekuwa mnyonge sana katika miezi hii michache, hata ufanisi wako umepungua, na kushauri umpigie usikie hata sauti, huenda itakupa matumaini. Baada ya siku kadhaa, rafiki yake Gina akamwambia, kuna mtu nimekuja naye anataka kukuona. Gina alipomwona Wendy akamuuliza, umefuata nini hapa? Wendy akamwangalia Gina na kumwambia, nakupenda Gina. Gina akakaa kimya. Rafiki yake akatabasamu. Gina akamsogelea na kumwambia, hata mimi najisikia hivyo, lakini haitowezekana kwa sababu tunaishi dunia tofauti. Kuna vitu unavyoamini na mimi hivyo vitu siviamini. Naamini katika ndoa, naamini kuwa na watoto, pia naamini kwenye viapo, na wewe huamini. Sidhani kama itawezekana. Wendy akapiga magoti kisha akamwangalia na kumwambia, naamini katika hilo. Hii miezi michache iliyopita nimekaa na kutafakari na kujua nini ninachotaka. Na kutaka wewe Gina. Muda mrefu nilikuwa nataka nikupigie, lakini nilishindwa. Nilikuwa nasubiri muda sahihi. Muda sahihi ndio maana ukaamua kumlipia milioni 30 ex husband. Ndio Gina, nimefanya hivyo kwa sababu nakupenda Gina, toka kitambo. Je, wanawake wengine nishawadelete? Gina akamwangalia rafiki yake. Rafiki yake akamwambia akubali. Gina akakubali kuolewa na Wendy, na huo ndio mwisho wa hii movie inaitwa A Prayer's Heart. Pia unaweza kutembelea Facebook na TikTok kwa jina la Swahili Recap. Ila usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment channel yetu ya Swahili Recap.